kiwa kwa mkutano. Moja kwa moja bila kuponda muda, leo hii ni tarehe 4 mwezi ni wa 6 mwaka ni wa 2024. Habari zetu kama tumesema tutazianzia huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sana sana huko Nord Kivu, ambapo mapambano yanaendelea kuwa makali dhidi ya jeshi la taifa na kundi la waasi wa M23. Mnamo wiki iliyopita kulikuwa kumeripotiwa mapambano makali huko Bweramana na uko Kanyabayonga, ambapo Bweramana kwa sasa imeweza kuwa mikononi mwa jeshi la FARDC, na huko Kanyabayonga imeripotiwa wiki iliyopita ambapo jeshi la M23 lilikuwa limejaribu kuingia huko Kanyabayonga na kuteka mji wa Kanyabayonga. Na ikumbukwe ya kwamba mji wa Kanyabayonga ni mji strategic ambapo jeshi la M23 lingekuwa limefaulu kuingia humo Kanyabayonga, mambo sasa yangelikuwa yamekwisha na kuendelea kuwa mabaya upande wa jeshi la FARDC, ambapo habari zilianza zikitangazwa na upande wa M23 ya kwamba wameweza kuteka mji wa Kanyabayonga, na ilionekana jeshi la taifa lilikuwa likirudisha blende ama silaha nzito nyuma, na wengi kusema ya kwamba yawezekana kuwa mji wa Kanyabayonga umetekwa nyara. Lakini kukaonekana kusimama kwa vikosi vya wazalendo ambao walisema haiwezekani kamwe kuruhusu ama kuacha kundi la waasi wa M23 kuweza kuingia kwenye mji wa Kanyabayonga. Ndiposa jeshi la FARDC pamoja na wazalendo wameweza kurudi nyuma na kujipanga vizuri na kuwapiga waasi wa M23 ambao imezuia waasi wa M23 kuingia kwenye mji wa Kanyabayonga. Lakini hata kama wameweza kuzuiliwa, waasi wa M23 walikuwa wakionekana kwenye milima iliyo karibu na Kanyabayonga. Lakini kulingana na habari tunazo za ukweli, tena za ndani, tena za kuaminika, na ni habari hazina vumbi, habari kabisa motomoto, zinasema ya kwamba jeshi la FARDC wazalendo kwenye mstari wa kwanza, baada ya kuwazuia kuingia kwenye mjini wa Kanyabayonga, hawakuacha bali waliendelea kuwashambulia siku kwa siku wakiwarudisha nyuma. Kwa sasa tunapoongea saa hizi, jeshi la M23 ambapo walikuwa kwenye milima iliyo karibu na Kanyabayonga wameweza kurudishwa nyuma kabisa, kilomita kadhaa kutoka mji wa Kanyabayonga, na kumekuwa mabadiliko ya viongozi wa commanders ambapo walikuwa wakiongoza operation huko, mkiwemo Chiko ambapo alikuwa anashtakiwa kuwa ni mkulaji wa rushwa na kusema ya kwamba aliyewahi kufanya na RCD yoyote kuna vile wanapokea rushwa, na mwingine ambaye alikuwa anaongoza ni General Kabundi ambaye anadaiwa kuwa mtusi kuwasaidia wenzake, kulingana na madai ya wazalendo, hata na FARDC, hata na askari wa moja wa FARDC wanadai hivyo. Na baada kwa sasa leo wazalendo wako mbele kwenye mstari wa mapambano, na aliyetumwa kama kamanda wa operation wanasema ya kwamba yeye ni mzalendo, kwa hivyo wanasema hakuna rushwa itakayopatikana, na kusema ya kwamba wazalendo wako kwa mstari wa mbele kwenye mapambano. Hiyo ina maana kuwa rushwa haitapatikana, na hiyo ndiyo itakuwa ushindi ya kushinda waasi wa M23. Kabla tukuambie yale yameripotiwa jana, mapambano makali huko Sake na jeshi la Sadeke kuangamiza, na tukuambie vile drone imeweza kuwaua viongozi
wa M23, acha tukuombe kama wewe ni mara ya kwanza kujiunga nasi kwenye mtandao huyu Kongo Yetu News TV, uweze kujiandikisha, ama huwa unatusikiza na kufuata habari zetu lakini bado hujabonyeza button hilo lekundu. Hii ni nafasi yako ya kubonyeza button hilo lekundu, limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa, na usisahau kubonyeza alama hilo la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzisikiza na kuzisoma. Sake, mnamo jana kumeweza kuripotiwa mapambano makali dhidi ya jeshi la taifa na kundi la waasi wa M23. Upande wa jeshi la taifa umeweza kushambulia maeneo yaliyo karibu na Sake, ambapo imekuwa ni maeneo ya waasi wa M23, na mapambano hayo yalikuwa makali sana. Jeshi la Sadeke pia imeweza kuunga jeshi la taifa la FARDC na wazalendo mkono na kuwashambulia vikare, ambapo walitumia silaha nzito kwa kuwashambulia waasi wa M23. Kulingana na tangazo la Sadeke, linasema ya kwamba wameweza kuua askari wengi wa M23 kwenye mashambulizo hayo, na ikumbukwe ya kwamba Sadeke ilikuja wakiwa na hasira baada ya kuwapoteza watu wao na kujeruhiwa askari wao. Kulingana na mtego, walikuwa wameanguka kwenye mtego wa waasi wa M23. Sasa jana ndio walikuja pamoja na FARDC wakaweza kuwashambulia vikari, na wanatangaza idadi ya wanajeshi wengi ambao waliofariki. Kwa hivyo na sisi tutakuja kutangazia idadi hiyo kulingana na vile inatangazwa na jeshi la Sadeke, tukifanya uchunguzi na kuuliza pande zingine ili tujue ukweli. Idadi hiyo inatangazwa ni ya ukweli, lakini wametangaza idadi ya wanajeshi wengi wa M23 ambao walipoteza maisha kulingana na mashambulizi haya ya jana ya hapo Sake. Na mnamo jana pia kumeweza kuripotiwa ya kwamba drone zimeweza kuwaua waasi wa M23 ama viongozi wa M23 walipokuwa kwenye mkutano. Baada ya kuandaa mkutano, viongozi wa M23, drone ilikuja ikifanya upelelezi, ikatambua na ikajua vile wako na vile wamejiandaa kwa mkutano. Ndiposa watu walikuwa wakisema wameona, na mkutano hiyo ulikuwa huko Katsiro. Katsiro ni huko ambapo walikuwa wameandaa mkutano wa asi wa M23, na drone ikafanya upelelezi na kuchukua picha na kuona chochote kinachoendelea. Ndiposa drone iliposimama, watu wakaona ikienda, wakafikiria huenda inaelekea huko Bukavu. Baada ya muda mdogo iliweza kurudi na kupita huko Katsiro, ambapo kulikuwa mkutano na kuweza kuwaua waasi wa M23 walipokuwa kwenye mkutano. Ndege ya aina ya drone ambayo haina pilot ilikuja na kupiga picha baada na kuangusha bomu na kuwaua. Idadi ya walioaga kwa hiyo mashambulizi ya drone haijajulikana, lakini imesemekana ya kwamba walikuwa viongozi wengi wa wale ambao wameaga. Kulingana na mashambulio hayo, walikuwa viongozi wa M23 ambao walikuwa wamehudhuria mkutano huo. Na hapa ndipo tumekomea habari zetu, tukikuambia kwamba habari zetu zinarudi masaa yajayo. Kwa hivyo siri ni moja, usiende mbali nasi, weka karibu nasi. Tuko hapa kwa ajili yako ili tukujuze yale yanayojiri asubuhi, jioni na mchana. Asante sana, tunakutakia kila laheri.